ni siku njema ya ibada ambapo tumekutana kwa ajili ya kumwabudu Bwana Yesu, kushirikisha jambo moja tu na kwa habari ya kitabu cha Waebrania mlango wa 12 mstari wa 28 na 29. Biblia inasema, basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na muwe na amani na muwe na neema, ambao kwa hiyo tunaweza kumtolea Mungu ibada ya kumpendeza na unyenyekevu na kicho, maana Mungu wetu ni moto ulao. Nataka kushirikisha habari ya ufalme wa Mungu ambao tumeupokea ndani yetu, ya kwamba ni ufalme usioweza kutetemeshwa. Maana yake ni ufalme usioweza kuhamishwa. Kwa hiyo huu ufalme unaupataje? Unaupata pale ambapo utampokea Kristo Yesu awe Bwana na Mwokozi kwenye maisha yako. Akija ndani yako, anakuletea ufalme ndani yako, anakuletea mfumo wa maisha ambao ule mfumo hauwezi kutetemeshwa. Ndio maana kitabu cha Yohana 3:16 anasema kwamba basi kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila anayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana yake uzima unaopata ndani si uzima wa siku 2 au 3, ni uzima wa milele. Maana yake ule ufalme ukija ndani yako, huo ufalme unakuwa hauhamishiki. Kwa amekuwekea ufalme usioweza kutetemeshwa. Katika jina la Yesu kimpokea, unakuwa ndani yako na ufalme. Ndio maana maandiko yanasema, basi msiogope ni enyi kundi dogo, kwa kuwa Mungu ameona vyema kuwapa ninyi ufalme. Mungu anakupa ufalme, maana yake anakupa mfumo mpya wa kuishi, ambao ule ufalme hautetemeshwi. Kuna falme zinaweza kutetemeshwa na magonjwa na laana, lakini ndani yako kimpokea Yesu, hata dunia nzima waseme huna Yesu, lakini hawawezi kuhamisha kile kitu ambacho Yesu amekiachilia ndani yako. Mpokee Yesu leo upate ufalme usioweza kutetemeshwa na laana na mikosi na wachawi na waganga. Hawawezi kutetemesha ufalme ulioko ndani yetu, na kwako utakuwa ukimpokea Bwana Yesu. Amen.